Mambo, leo nataka niongee na wale watu ambao huwa wanapost vitu. Either ni status au ni stories. Unaposti maneno fulani ambayo moja kwa moja yanamlenga mpenzi wako. Labda maneno yanasema kwamba wanaume hawatakiwi kufanya hivi na hivi. Au mwanamke mwema ni mwanamke anayefanya hivi na hivi. Au ni ka video tu ka story, labda watu wanaongelea vitu fulani ambavyo hata kama ni vya utani lakini vinalenga kabisa. Yaani lengo lako umefocus kwamba liende mpenzi wako akiona iweze kumfundisha. Sasa sijui unaichukuliaje, labda unafikiri kwamba hiyo ni njia mojawapo ya kumfundisha, ya kumuelewesha, ya kumuelekeza. Sasa huyo mpenzi wako abadilike awe vile ambavyo unataka wewe. Weka komenti yako hapo chini. Uniambie, je, kwa hizo status au stories au vitu unavyoposti au unamtumia aone hata kama kwa utani lakini unakuwa ndio ujumbe unaofikisha, je, kuna namna yoyote vimembadilisha? Vimemfanya akajifunza kitu na yeye akaanza kuwa hivyo? Yale mambo ambayo yameongelewa mle na yeye sasa amebadilika akaanza kuyafuata yale mambo? Kama amebadilika niambie. Lakini kwa ujumla ni kwamba hiyo sio njia sahihi. Tena ni njia mbaya zaidi. Ni njia inayomfanya mtu awe sugu zaidi, awe mbaya zaidi na mambo yaharibike zaidi. Yaani kama unajisikia umependa vitu kama hivyo, umeviona vitu wanavyoongea umependa, lakini vinakuwa moja kwa moja vinamlenga mpenzi wako na ni vinamlenga kama kumfundisha au kumwambia au kumsema juu ya ile tabia yake ambayo imeelezewa kwenye ako ka video na kuka post, basi mfiche yeye asione. Waone tu watu wengine. Usiposti kitu, usimtumie vitu ambavyo vinalenga kumuattack. Yaani kuataki udhaifu wake au kumdhalilisha. Yaani kumfanya ajisikie vibaya, kumfanya ajisikie hiyo tabia aiache. Yaani lengo lako ni kwamba itamfundisha adabu kwamba sasa hii tabia uiache kwa sababu watu wanasema hivi. Hiyo sio sahihi. Inazidi kumfanya awe mbaya zaidi. Alafu anakuchukulia poa, anadharau. Hata kama ukimtumia asikilize mwenyewe au aone, anaweza akaangalia akacheka tu, akapuuza. Na anapuuza maana yake anajua kwamba wewe unajua kwamba yeye anakutendea vibaya na bado unavumilia. Kwa hiyo dharau inaongezeka. Ni kama unakuwa umeiruhusu, umeipitisha sasa iendelee kwa kiasi kikubwa. Ni heri asione kwamba unajua, kuliko ajue unajua afu unaendelea kuvumilia vitu vya design hiyo. Anaona kwamba kumbe unampenda sana. Unaweza kuvumilia chochote kibaya atakachokufanyia kwa sababu huna pa kwenda wala huwezi kumwacha. Hiyo sio kwamba ni kitu kizuri, inamfanya aendelee kukufanyia mabaya. Maovu yatazidi kuwa mengi kwa sababu anaona huna cha kufanya. Kwa hiyo usimuonyeshe vitu vya design hiyo, usiposti au kumtumia vitu ambavyo vinaashiria kumsema, kumfundisha adabu. Yaani vinaenda, unajua kabisa hichi kitu kwako wewe kinakuumiza, alafu unataka kumuonyesha ili yeye sasa ajifunze au yaani ajisikie kusemwa, habadiliki. Njia pekee nzuri itakayokusaidia ni kutokusema hayo mambo, ni kutokumuonyesha hayo mambo. Lakini at the same time usimuonyeshe upendo wako. Yaani usimzidishie upendo. Kama unakuwa hupost hivyo vitu, umuonyeshi, utumii vitu vya design hiyo, lakini bado unaendelea kumuonyesha mapenzi sana, unampa upendo mwingi, unampa kila kitu, lakini ndani ya nafsi yako unasikia uchungu kwamba wewe mbona hakujali ya kuthamini, hapo ni wewe mwenyewe unayeharibu. Kwa sababu yeye kwake kila kitu kiko sawa. Anaona mambo yote yako sawa. Kwa hiyo ni lazima pia upendo wako upungue. Ni lazima zawadi zako zipungue, attention yako ipungue.
message zako zipungue, simu zako zipungue, yaani kila kitu kipungue. Aone kabisa kwamba sasa kuna vitu anaanza kuvipoteza. Mtu abadiliki kwa kusemwa sana. Mtu anabadilika akiona anapoteza. Akiona vitu vya thamani ambavyo amekuwa akivipata sasa havipati tena, ndo anapata utambuzi na mshtuko ambao unamfanya aanze sasa kupambana kuvilinda vitu vyake visipotee, kukulinda wewe usimwache. Anaongeza upendo ili wewe usipotee. Kwa hiyo wewe ukipunguza, yeye ataongeza. Lakini kama wewe unaongeza kila siku upendo afu na huku unaeka na malalamiko, huku una posti maneno ya kumwattack, haiwezi kumbadilisha chochote. Itamfanya aendelee kuwa mbaya zaidi, kwa sababu yeye hana anachokipoteza. Kwake anapata faida zote ambazo anatakiwa kuzipata, lakini atazidi kuona wewe wa ovyo kwa sababu unaongea sana. Una maneno ya vijembe sana. Una chokochoko nyingi, atakuona una tabia fulani visa ovyo. Japokuwa ataendelea kukaa na wewe kwa sababu anaenjoy ule upendo, ila atakuwa anakusema, atakuwa anakuona una shida kwa sababu ya yale malalamiko yako. Kwa hiyo acha malalamiko, at the same time punguza kumonyeshia upendo. Acha kuposti vitu vinavyomlenga yeye, bali punguza kumpa faida. Punguza kuwekeza sehemu ambayo yeye hawekezi. Manake upendo unahitaji wote wawili mwekeze. Kama unawekeza wewe tu, mwenzako hawekezi, basi jua kabisa kwamba huo mzani hauko sawa, hauja balance, umeelemea upande mmoja. Kwa hiyo lazima utakuwa kwako ni hasara kama yeye hawekezi chochote. Na imani utakuwa umenielewa, na sasa hivi utaacha tabia ya kuposti maneno vijembe, vitu twa chokochoko twa kumfanya ambako unajua kabisa, yaani maana yake huwa unajua kwamba ukiona kitu umekisikia kimeongelewa, unakipenda, maana yake ni kitu ambacho kinakugusa, ndo hamu yako, unatamani mpenzi wako awe hivyo, lakini hayupo. Kwa hiyo ukikiona hivyo, unakichukua, unakiposti ili na yeye aone. Ache hiyo tabia. Hiyo sio njia rahisi, sio njia sahihi, na sio rahisi katika kurekebishia mambo unayoyataka. Basi kama subscribe, like hii video, weka komenti yako hapo, share na watu wengine, pia gusa kengele ili nikiposti wakati mwingine uwe wa kwanza kusikiliza. Ciao.